Kwa jina naitwa Saidi Ahmad Rugwamambali, ni mkazi wa Manyoni na pia ni mfanyabiashara wa mazao ya misitu. Ilikuwa mwaka 2017 tarehe 19 mwezi wa 3, nilikamatwa nikiwa na mzigo wangu ambao tulikuwa tumepakia na rafiki yangu tukielekea Dar es Salaam kwenda kuuza. Lakini baada ya kufika tu Manyoni pale, tulistopishwa na maafisa wa wanyamapori Manyoni. Tukakamatwa, tukapelekwa ofisi ya KDU pale Manyoni. Baada ya kufika pale, mimi niliendelea kushikiliwa, lakini rafiki yangu niliokuwa nimepakia naye mzigo katika gari ile pale aliweza kukabidhiwa mzigo wake akaendelea na safari. Lakini mimi baada ya hapo nilipelekwa mahakamani. Baada ya kufikishwa mahakamani, nilifunguliwa kesi ya uhujumu uchumi ambayo ilikuwa inahusiana na kujihusisha na biashara ya meno ya tembo. Lakini baada ya hapo nimeendelea na kesi nikiwa mahabusu. Niliweza kuandika barua ya kwenda KDU kwa ajili ya kudai ule mzigo kwa sababu ulikuwa uko nje na tuhuma ilionekana kutumiwa nayo. Lakini baada ya hapo nilijibiwa barua ile kwa maandishi kwamba nitakabidhiwa huo mzigo wangu ambao baada ya kuwa nimemaliza kesi. Nimeendelea kupambana na kesi hiyo mpaka mwaka 2022. Lakini kwa bahati nzuri Mungu akanisaidia nikawa nimeachiliwa huru. Baada ya kuachiliwa huru, niliendelea kufuatilia mzigo wangu kama maelekezo yao walivyokuwa wameniambia. Lakini baada ya hapo niliweza kukabidhiwa mbao 340 katika mbao 840 nilizokuwa nikidai. Baada ya hapo, baada ya kukabidhiwa hizo mbao 340, nimeendelea kufuatilia hizo mbao 500 toka mwaka 2022. Sijabahatika kupewa mbao hizo zilizobaki, mheshimiwa. Kuna mwakilishi ambaye kwenye ofisi walipochukua hizo mbao? Tunaye mwakilishi hapa? Mwakilishi wa ofisi pale mbao walikochukua? Yes, kamanda, mlichukua mbao 800 plus mmerudisha 300. Zingine ziko wapi? Jambo afande. Si jambo. Ninaomba nitoe maelezo mafupi ambayo kwa sababu mimi ni mgeni kwenye ile ofisi. Unalitambua hili jambo? Hapana, sijalitambua. Ndio sasa kwa sababu ni mgeni, ndio na sisi tunaviamini vyombo vyetu. Ndio. Mchukue huyo ndugu. Ndio mheshimiwa. Akupitishe kwenye hizo kumbukumbu. Ndio. Sababu kesi yake iliisha. Ndio. Na mmeweza kurudisha sehemu ya mbao. Ndio. Kuonesha kwamba mbao hizo ni haki yake. Ndio mheshimiwa. Na hapo mnachopishana ni idadi. Yeah. Pitisheni hizo kumbukumbu mzipate vizuri, mrudishieni hizo zilizosalia. Sawa mheshimiwa. Patieni hizo mbao zilizosalia. Sawa mheshimiwa, nimechukua. Yeah.